Jeshi la Polisi limewataka wananchi kuto kujihusisha na masuala ya uvunjifu wa amani ikiwemo maandamano yaliyopangwa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, ambapo ni siku maalum na sikukuu ya wakulima. Hivyo limewataka wananchi kuwa wavumilivu na kuna njia mbalimbali za kutatua migogoro ama changamoto kuliko kuchukua jukumu la kuandamana. Hata hivyo, pia wameomba mashehe na wachungaji kuhubiri amani kwa Watanzania ili nchi yetu endelee kuwa na amani. Kupitia mifumo mbalimbali matatizo yetu yataisha, yatazungumzwa, na ndio maana tumeona kumeundwa tume na wapo zipo jitihada ambazo za kushughulikia matatizo tulionayo. Nini ombi langu ni hilo mbele yenu, chonde tuitumie Ijumaa kama alivyosema shehe wa wilaya, tuitumie Jumapili kuzungumza na waumini wetu. Wabaki sasa wale ambao hawasikii, ambao sasa ndio kibarua kwa upande mmoja ndio kibarua kwa upande mmoja. Na niwathibitishie sasa, baada ya maombi hayo, kwa wale ambao watasikia kwamba tumejipanga vizuri, tumejipanga vizuri. Itakuwa mashahidi tu nyinyi wenyewe, mnaona tuko vizuri with reserve kwamba bado sisi ni Watanzania, tunatamani hayo yasitokee, lakini kama maji mtu atakatisha kwenye mstari mwekundu, tuko vizuri. Kama taasisi, kama vyombo vya dola tuko vizuri. Tumesemezana tu kwamba tuzungumze, tusifike huko. Niwathibitishie kwamba jeshi la polisi limejipanga vizuri. Wa viongozi wa dini, nyinyi muende mkafanye ibada, basi tuendelee na shughuli zetu za kimaisha ya kawaida, tujiepushe na watu wetu, tuwaepushe kuingia kwenye nani. Vinginevyo kama serikali tumejipanga vizuri kuhakikisha watu wema wanalindwa. Hawatazuiwa kwenda kwenye ibada eti kwa sababu mtu amefunga barabara. Hiyo biashara haitakuwepo. Elimu iliyotolewa na OCD na mtumishi wa Mungu, elimu iliyotolewa na OCD, twendeni tukaseme na watu wetu tukawahimize kutunza, umuhimu wa kutunza amani na faida zake. Mimi leo niseme faida moja tu ya kutunza amani. Wakati ule wa mwaka jana, kama watu waliendelea kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi walikuwa wanaenda kwa kujibanabana, sio? Kama alikuwa anatakiwa kuswali mara 5 kwa siku, sometimes alikuwa anabahatika kwenda kuswali mara 1. Tusiwapeleke huko tena watu wetu. Ukiacha mafaida mengine sijui ya kiuchumi, nizungumze tu kwa sababu nimekutana na watu wa Mungu. Ni kwa kiasi gani watu wetu hawakuabudu kipindi kile cha lockdown na madhara yake. Hivi kitu gani kina faida zaidi ya mahusiano ya mtu na Mungu wake? That is the maximum. Yaani katika kitu cha thamani na cha muhimu unaweza ukawa na kila kitu, lakini kama mahusiano yako wewe na Mungu wako hayako vizuri, kazi yote ni bure. Tusiruhusu tena waumini wetu wakaifikia ile adha. Tuwazungumze nao wajitenge na habari hiyo mbaya ya kutumbukia kwenye mtego wa maandamano na kuleta uvunjifu wa amani. Inawezekana kabisa, inawezekana kwenye jamii zetu yapo mambo hayajakaa vizuri, lakini tuna fursa, tuna mabaraza, ipo mifumo ambayo tunaweza kuzungumza na tukarekebisha hizo kasoro. Kama ni mfumo wa uchaguzi hauko vizuri, ukarekebishwa tu bila kugombana. Hatuna historia ya kugombana. Inawezekana yapo mambo mengi ambayo yanawakwaza watu, lakini option ya kwenda kwenye vurugu badala ya kuweka mambo mezani kupitia mifumo yetu. Tunayo mabaraza ya madiwani, tunao waheshimiwa wabunge, tunao wazee kwenye jamii yetu. Tuna kila mifumo ambayo mambo ambayo hayajakaa vizuri yakazungumzwa na yakarekebishwa.